umeoleka lakini bado tuko wewe umeoleka na bwana na watoto, lakini kwa status yako umeandika single, which means you are still searching. Bwana asifiwe. Tukuwe wa mama wa msimamo, tangaza msimamo, umeoleka. Hata baba umeoa, kuwa na msimamo, tosheka na huyo wako mwenye Mungu amekupatia. Tukuwe na msimamo wa ukweli. Hata kanisani uwe na msimamo. Ukiwa kanisani uwe kanisani, sio kanisani kimguu moja ingine iko nje. Hiyo inaonyesha una msimamo. Hata kazini itakana uwe na msimamo ndio ufanye hiyo kazi. Lakini ukiwa mama kuchanganyikiwa ama baba kuchanganyikiwa, unaona umepotea. Msimamo sahihi. Tena uwe mama wa moyo safi na upendo. Tuwe na mama wa upendo. Katika mahali penye tumekaa na watu wengi. Tulikuja Nairobi huko kutafuta. Na kahali ya kutafuta lazima ujue kukaa na watu. Usiwe mama mwenye uko very arrogant, hata huwezi salamia jirani. Kwa sababu naona you are well up. Uko na kila kitu, uko na TV hapo naangalia. Kitaka fruit unaenda kwa fridge hapo na kunywa. So naona there's no need mtu kuja kwangu. Bwana asifiwe. Hali una hiyo moyo safi. Wacha niwaambie dada yangu, mandugu zangu, hata uwe na kila kitu lakini kuna wakati utahitaji watu. Utakuwa na pesa, utakuwa na nyumba yako hiyo mzuri, lakini utahitaji watu wakae kwa hiyo nyumba. Na kama una roho safi, nani ataingia kwa hiyo nyumba? Hakuna. Bwana asifiwe. Mfano, nilikuwa na jirani huko Kamkuyo kabla sijatoka Kamkuyo nikakuja Bungoma Mayanja. Huyu jamaa alikuwa tajiri sana, alikuwa polisi. Na alikuwa na kila kitu. Na boma yake, watoto wake walikuwa wana upendo, wanataka kuongea na majirani. Lakini baba yake hakuwa anataka. Anawaambia, mnaongea na machokora wa nini? Msileta watu kwa nyumba yangu. Kuna wakati kifo ilikuja ghafla. Mama bibi yake akakufa. Ujue hiyo gate afungwani. Lakini hiyo siku alifungua gate. Anahitaji nani? Anahitaji watu. So watu walikuwa wanapita tu kwa sababu wewe unafunganga gate. So tunakuja nini? Lakini tulisema anafanya kwa ujinga, wacha tuende tumsaidie. Bwana asifiwe. Mimi nililelewa na shosh. Kuna wimbo inaimba, ulira Yesu akulanga, ulira Yesu akulanga, ndaulira ngali Yesu wainanga, sindaulira ngali Yesu wainanga, nali mwe Yesu yananga, nali molosi Yesu yananga, sindaulira ngali Yesu wainanga, sindaulira. Mungu anakuita. Mungu wewe mama anakuita. Anasema toka kwa hizo mambo yenye ukomo. Mungu anakuita usonge karibu na yeye. Sauti ya Mungu, mtakana tusikie sauti ya Mungu. Mungu anakuita lakini tumekataa. Nasema mimi na vijana yangu hii mpaka nikuje. Acha niwaambie. Bila tumekaa tu sisi wote. Si tumekuja kusikiza neno la Mungu. Yes. Lakini kuna vijana sio? Hiko sio? Anasema Galilaya siku hizi hata hakuna watu. Na Mkristo ndiye anatoka hapa tena anaenda kuambia. Hiyo si ni vitina. Haya, huyu siku hizi aliwachana na bwana yake. Na unaongea na kwa Mkristo, mambo ya vitina itazuia sisi kwenda mbinguni. Acha niwaambie. Vitu ndogo ndogo hizi. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Ni uchoyo, ni vitina, ni mapengenyo.
Pan kamera kwa keyboardist. Pan kwa keyboardist. Pan kamera kwa keyboardist. Kwa keyboard. Peleka kamera kwa keyboard. Hapana, nimekata. Zoom. Zoom tena. Sawa, rudisha huku. Ulimi, nataka kuongelea ulimi. Ulimi ni kiungo kidogo. Wacha kali hapo. Ulimi inaweza jenga ama ibomoe. Hapo. Ni kitu kidogo sana. Ulimi ni sumu. So tukiwa sasa sisi tumejitambulisha. Ujue unapotembea wewe ni Mkristo. Wewe ni barua ya Yesu. Umetangaza msimamo. Wewe ni barua ya Yesu. Inatakana you limit your words. Unapoongea na watu, jua unaongea nini. Na una feed nini information from your tongue. What are you feeding? Sio sumu. Bwana asifiwe. Ulimi inaweza jenga ama ibomoe. Ulimi ina baraka ama ina laana tena. Ulimi nitakulaani, ulimi itakupea baraka tena. Especially wa mama tunakuanga wepesi. Tuko na watoto. Mtoto anaweza kukosea na wakasirike. Na unamwongelesha vitu mbaya sana. Na umesahau ya kwamba huyu mtoto anafika mahali anaanza kwenda tu hivi unasema huyu mtoto wangu ilikuwa nini? Umesahau ya kwamba ulikasirika na ukaongea ukatamka maneno juu yake, na hiyo maneno itahangaisha watoto wetu. Bwana asifiwe. So ulimi inabomoa tena inajenga. Ukiwa mzazi, jua vile utaongea na hao watoto wetu. Watoto wetu jenzinga wako mbio, lakini tuwaelewe. Bwana asifiwe. Watoto ni baraka Mungu alitupea. Bwana asifiwe. Kuna mwenye anatamani hao watoto hata umsumbue kwa nyumba, lakini hana. So wacha tushukuru na to limit our words. Ukiwa Mkristo, limit your words. Hata ukiwa kwa nyumba na watoto, usiwe tu mama loti yote isikia ati mtoto amekosa kitu kidogo mpaka jirani anaingilia ndani. Why can't you solve yourself na mtoto wako tu kwa nyumba? Vitu ya nyumba, wewe mama mzazi ama baba uko na right kuambia mtoto lala chini na punish mtoto makosa hii na hii staki. Mtoto atasikia. Sio tu unaenda kuita jirani, uite nani ujirani. Kama mimi tunaita wewe jirani. Atatoka hapa anaenda kuambia, "Huyu aliniita. Mtoto wake alikuwa amesema ABCD." Haya ataambia yako tena mwingine, "Huyu aliniita." Mtoto, si unajua una spread mtoto wako. Hapo unatangaza sasa. Mtoto wako akipita mahali ama akienda kwa wenzake wanamtenga. Kwa sababu ni mtu mwenye alikosi, ni mzazi. Funga tu mlango. Kama ni mtoto wa kuchapa, chapa. Kama ameshindwa, peleka yeye kwa polisi ikusaidie. Ama ita watu wa kanisa. Angalia pastor mmoja uniambie, "Pastor, mimi mtoto wangu huko nyumbani naona haendi sawa. Nimemuongelesha na sioni kama anasikia." Pastor atakuja atakata, kwa sababu ni kazi yenye Mungu aliwachagua. Hao ni kazi yao, ni kufundisha na kutupea mwelekeo. Bwana asifiwe. Tufungue kitabu ya Yakobo 1:19. Yakobo 1:19. Msomaji. Nasema katika waraka wa Yakobo 1:19 kwamba hayo najua, ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Amen. Bwana asifiwe. Amen.
Biblia inatuambia kwamba tuwe wepesi wa kusikia na tusiwe wepesi wa kunena, kuongea. Mtu amekwambia neno, sikiza. Don't charge somebody. Mtu anakuelezea wewe umeshamaliza yani. Na Kristo kitu yenye anatuzuia, tumekuwa wepesi wa tunaongea sana. Tunaongea maneno mingi sana. Mtu Mkristo hastahili kuwa na maneno mingi katika mdomo. Kuwa kiasi. Kuwa kiasi katika kumwongezi yako. Kuwa kiasi kwa kila jambo. Kwa sababu makasiriko iko. Mtu atakwambia neno na ukasirika hata. Wacha niseme tumefika mwezi wa 4. Last year tulimaliza, tuko kwa 2026. Kuna mwenye amekasirikia mwingine from 2025 mpaka sasa. Tukomo. Hata wasalamiani. Kwa kanisa. Na kwa kanisa sitaki kumtaja. Kama unajua tu unakaa na mtu kanisani, mnashiriki na yeye kitu kidogo, ulikwasika na hata umsalamii. Hapo ni Ukristo kweli? Hapo Ukristo iko? Tunakuja na wewe kanisani, tunashiriki ibada, hata wakisema wakati wa kusalamiana wengine wanapita kwa wengine. Mtu asalamii mtu nini? Sasa mataifa nao watafanya nini? Kama wewe ni Mkristo unafanya hivyo, mtu wa nje, mataifa wa nje nao wataiga mfano gani kwako? Unakasirika. So to limit. Kitabu ingine Methali 24:17. Biblia inasema katika Methali 24:17 kwamba usifurahi adui yako aangukapo, wala moyo wako usishangilie ajikwapo. Amen. Usifurahi adui wako angukapo. Wengi tunafurahia, si ndio? Acha impati, alikuwa anaringa. Acha hata hiyo gari yake iharibike, alikuwa anaringa hata baby mu. Si tunasemanga hivyo? Na Biblia inasema ni tusifurahi adui yako angukapo. Ni vibaya, sio mzuri. Tunaheri kanisa letu hili linatufundisha, hata kama mtu asikiangi, huyo alizaliwa hivyo. Kama mtu hata asikia katika hii kanisa, tumefundishwa na baba hata akiwa ametuweka katika msingi mzuri sana. Tungekuwa watu very disciplined. Sisi Galilaya we are very disciplined. Na kama hukusikia wakati ile, hata wakiongea saa hii, still utasikia. Takuwa tu picha kanisani. Ikifika 10 minutes kanisani kwa kiti. After 10 minutes cut. Kuna maneno yako. Sasa hiyo sio Ukristo. Bwana asifiwe. Ukristo mzuri ukue ubadilike. Uwe barua njema. Uwe barua njema kanisani. Uwe barua njema hata kazini. Hata bosi wako akiona anaona kweli you serve God. Lakini saa nyingine bosi amekwambia kitu unakasirika, unamtusi hata. Unamwambia is not a must hata sio lazima nifanye kazi. Yaani na wewe ni Mkristo. Sunday hapa tunaimba vizuri. Lakini wewe uko mtu tofauti. Bwana asifiwe. Soma Methali 25:9. Biblia inasema katika Methali 25:9 kwamba jitetee na mwenzako peke yake, bali usifunue siri ya mtu mwingine. Bwana asifiwe. Siri. Hata mnaona serikali iko na siri. Tunakuwa na siri, secret. Hata sisi tuko na siri yetu hapa, si ndio? Lakini wao inatoka. Tunafunua uji wetu. Ukiwa Mkristo, takana unafunika. Funika uji ya kanisa. Funika uji ya mchungaji. Funika uji ya Mkristo. Tusio watu wa kufunuana siri. Kila mtu ajue mambo yake.
Hata mtu alikwambia mimi niko hivi hivi, wewe sasa hiyo ndio story yako kusupply. Sasa sijui ndio ni mtangazaji ama nini. Tuwe na siri katika kanisa letu. Mambo mingi inafanyika sana kanisani penye tunakaa. Nimesema tuwe barua njema, tusio wamama wabaya. Mtu akikuona anakuokopa, nasema huyu anakuja nini? Anakuja tu kuletea vitina hapa. Yaani unakuja kuleta, umesikia neno inakuwasha tu, lazima nifike kwa fulani, kwa Karo leo ninafika. Unaenda kumwambia siri, kitu yenye mmeongea tu watu wawili, unaenda kumwambia Karo, umesikia huyu anaringanga tu, wamemfungia nyumba. Sasa naongea nafurahia sana mwenzako amemfungia nyumba, na unaambia mtu mwingine, huyu atatoka hapa tunaambia mwingine. Hasa mtu anapokuona anakuwa very scared, anaona hata mambo yangu inafanya siku hizi mtu mambo yake anaweka tu, hakuna haja kuambia mtu. Watu wamekuwa wabaya, sijui kwa nini, na tunatangaza Yesu Kristo ni Bwana. Tufiche mambo yetu, tufiche hata tuko na mambo ya rambe. Sasa hiyo ona mwenzetu ametuacha. Na huyu mama ninampenda, ameshiriki kanisa paka last minute, hajasumbua mtu yoyote, amejikaza tu na kanisa. Ingekuwa mwingine kichwa tu analala kwa nyumba wiki mbili, hawezi kuja kanisa. Anataka Wakristo waende, Mkristo asipomtembelea hata kuja kanisani. Nilikonjeka wako kuja kanisani, wako kuja kuniombea. Yaani mtu anakaa hivyo kabisa, hawezi kuja kanisani. Ukimuuliza shida ni nini? Nilikuwa mgonjwa, hakuna mtu mwenye alikuja kuniona. Sasa uliitwa kwa sababu ya huyo mtu ama uliitwa peke yako? Mungu alikuita na ukaitika, ukasema nitamfanyia kazi. Liwe liwalo, mimi ni Mkristo, mimi nitamfuata Yesu. Acha tuache mambo ndogo ndogo ya kukwasika, fulani alinisema, fulani sijui nini. Hiyo mambo ya mabishano inafanya Ukristo tunarudisha Mungu katika msalaba. Mungu anakasirika. Mungu anakasirika sana. Mostly sisi wa Kristo, afadhali mtu mwenye amjui Mungu, Mungu hatashughulika na yeye. Lakini mwenye alikubali ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, chunga sana. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie wa Kristo. Tusimame katika ukweli. Tusimame katika neno la Bwana. Tusikie sauti lake na Mungu atatutendea yote ambayo tunahitaji. Hakuna siku Mungu atakuacha. Mimi nikiwaambia ushuhuda wangu nikuja hapa, sikujua kwamba ninaweza simama kwa madhabahu hapa. Nilikuwa tu mtu mdhaifu sana. Nilikuja nikahangaika sana, nikasema sasa mimi nitafanya nini? Sina kazi, sina nini. Niko na watoto, mzee ameniacha. Nikapata mama rafiki, hata saa huwa ananisalamia. Asalamiangi mimi. Akiniona anastuka. Alikuwa anataka kunipoteza. Nia yake alikuwa anataka kunipoteza. Ananiambia tuende Matiaba. Mimi niende Matiaba kufanya nini? Niende Matiaba nitafute mzee huko. Mimi nikamwambia mimi sikukuja kutafuta mzee, alikufa, ameniwachia watoto. Majukumu yangu nitakana niangalie watoto. Nitakana niwache raha ya dunia hii yote, niangalie watoto. Huyo mama saa hii ukimwona saa hii, ni mama mzee, sio rika yangu. Amevaa longi iko hapa. Ameweka earrings kubwa hizi. Alafu yani ako very complicated. So kuna marafiki wengine anaweza kukupeleka kwa njia ama akupoteze. Anisalamia tukikutana tunapitananga tu. Mimi ni adui. Nilitangaza msimamo, nitamfuata Yesu. Fuata Yesu. Wacha wakuchukie kwa ukweli. Wanajua huyu hata ukienda Sunday kwake utampata. Anaenda kanisani. Unamkimbilia Yesu. Unajua kuna msaada mahali pale. Ukiwa ndani mwa Yesu kuna faida. Ukiwa nje ya Yesu ni hasara. Bwana asifiwe. Tusome Yeremia 31:22.
Inasema katika Yeremia 21:22 kwamba Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi: watatumia tena neno hili katika nchi ya Yuda na katika miji yake, nitakapo warudisha mateka yao. Bwana Yeremia 31:22. Yes. Akasema, hata lini utatangatanga, binti mwenye kuasi? Kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanamke. Amen. Bwana asifiwe. Nimesoma hiyo kwa sababu leo ni siku ya wamama. Utatangatanga hata lini? Simama penye uko tu hapo, na Mungu anakuona. Bwana asifiwe. We ni mama mwenye mja Mungu, unamtambua Yesu. Usiwe mama wa kutangatanga. Kutangatanga si ati kutangatanga tu kwa mabwana, bali hata kutangatanga kanisani. Kuna watu wa kutangatanga tu. Leo ako Catholic, kesho ako jeshi, kesho ingine ako. Huyo mtu hana msimamo. Utatangatanga hata lini? Mungu atakupata kama bado unatangatanga tu. Ndio unapatanga watu wengine, Mkristo ametangatanga hivyo, wakati Mungu anamuita, mnashindwa mtaenda makanisa ngapi hapo? Kanisa hii imekuja. Sasa gani? Hana msimamo. Simama penye huko, kama uko Galilaya, baraka zako ziko tu hapo. Baraka zako ziko tu hapo Galilaya. Hata uombe miaka 10, hata miaka ngapi, siku yako itafika. Bwana asifiwe. Baraka zenu hao wasichana, tunataka wasichana wetu hao wapate ndoa, waende. Kila mtu alete mchumba, na muende. Mlete mabwana. We don't want you to stay single. Mambo ya kuishi single hapana. Sasa wewe kaa tu hapa, mume atakuja tu hapa. Mungu atakuletea mume wako. Mungu atakuletea bibi yako. Amen. Bora la maana umesimama katika neno la Bwana. Unamkimbilia Yesu. Mungu atakuletea tu msichana hapa. Mungu atakuletea bwana hapa. Na mnakaa katika maisha yaliyo mazuri. Msife moyo. Mtu asikuona ati wewe ni single unaenda kanisani, unajua chenye unatafuta. Baraka zako ziko mahali hapa. Wacha tukae mahali hapa, tusukumu gurudumu ya Bwana. Bwana asifiwe. Tulikubali kubeba msalaba wa Yesu. Wacha tuibebe.